Basi nilizidi kumuona Mungu. Wakati huo ukiwa bado na uvimbe. Nikiwa bado na uvimbe na nikiwa bado natumia dawa zile. Lakini walikwambia kwamba suluhisho ni kutoa kizazi. Ni kutoa kizazi. Na wewe ukasema hapana, kabla sijatoa kizazi kwanza nitumie dawa, lakini pia nimtafute Mungu. Ndio. Sasa dadangu aliponiambia kuna uponyaji wa bure, mimi huwa namwamini sana Mungu. Huwa sijawahi kupingana na kitu chochote kinachoitwa Mungu. Au kazi ya Mungu. Basi nikachukua hatua. Nilipofika Ngomeni, kwa kweli nilianza kuona mabadiliko. Nilianza kuona tumbo lilikuwa linaniuma sana upande mmoja, lakini ghafla yale maumivu yalipotea. Kadri siku zinavyoenda, nikienda kule kuchukua dawa hospitali, wakipiga ultrasound wananiambia uvimbe umepungua. Mwisho wa siku kaonekana sina uvimbe tena. Nikawa nimepona. Kwa hiyo ndio nikazidi kuhudhuria kwenye ibada, kutumia vifaa vya kiroho, lakini mwisho wa siku ndo nikaja nikapata ujauzito wa mtumishi wa Mungu Daniel. Pata ule ujauzito, changamoto ikaanzia pale. Nikawa siwezi kula, siwezi kunywa chochote,